yajue mambo makubwa mawili ambayo yakikosekana kwenye mahusiano yako yoyote yale, ni lazima huo uhusiano utakufa. Ni lazima utajiona una bahati kwenye mahusiano, lakini kumbe ukuzingatia mambo haya makuu mawili. Watu wengi wanajua mahusiano pengine yanabebwa na uwepo wa pesa nyingi. Wengine wanaamini kwamba yes tu attention inatosha. Wengine wanaamini kwamba mimi nikiwa msomi au nikiwa nina maarifa makubwa naweza kusimama kwenye mahusiano yoyote na nikafit in. Kumbe yako mambo ambayo watu waliostaarabika, watu walioelimika kwenye eneo zima la mahusiano wanayazingatia. Ndio maana unaona leo wamekaa muda mrefu sana kwenye mahusiano au ndoa zao zimedumu kwa muda mrefu sana. Jambo la kwanza ni mawasiliano. Hii ndo ufunguo wa mahusiano bora. Kama hamwezi kuwasiliana vizuri, na hamwezi kudumu kwenye mahusiano. Mawasiliano yanahusisha uwezo wa kujieleza, utayari wa kujieleza, uwezo wa kusikiliza, kuwa na utayari wa kusikiliza. Lakini ni namna gani unaweza kuongea na mwenza wako? Ni tuni gani itumia kuongea na mwenza wako? Ni aina gani ya maneno unayachagua kuongea na mwenza wako? Ni namna gani unaweza kujidhibiti usijibu kwa hasira au usifanye kwa hasira pale ambako umeingia kwenye mgogoro au kwenye matatizo na mwenza wako. Jambo la pili hatari kabisa ni emotional connection. Mnapokosekana, hakikisha katika mahusiano au kosekani muunganiko wa kihisia. Tunaposema muunganiko wa kihisia, unajua kila mtu kuna hisia amezaliwa nazo na kuna hisia mtu ambazo anakuwa akijifunza kuwa nazo. Kuna hisia mfano ya uoga, hisia ya kufurahi, hisia ya njaa. Hizi ni hisia ambazo mtu amezaliwa nazo. Sasa katika hayo hisia ambazo mtu kazaliwa nazo, anakuwa anahitaji comfort, anakuwa anahitaji support kwenye baadhi ya hisia. Mfano hisia ya maumivu, mfano yuko kwenye uchungu hali ya juu sana, amechoka sana. Sasa unatumia mbinu gani, lugha gani kuonyesha kwamba unazielewa hisia zake na mko pamoja kwenye hizo hisia? Kwa mfano ametoka kazini amechoka, je, una nafasi ya kumwambia pole? Amefanya kitu kizuri, je, una nafasi ya kumwambia asante? Umekosea, je, unaweza kusema samahani? Ukiweza kutambua hisia za mwenzako, ni rahisi sana kukaa naye kwenye mahusiano. Lakini ukishindwa kutambua hisia za mwenzako, ukashindwa kuunganisha hisia zenu, kila mtu akawa na namna yake ya kusimamia hisia zake ambayo yakutani, hamwezi kudumu kwenye mahusiano. Na hapa ndiko ambako watu wengi sana wanafeli kwenye eneo zima la mahusiano. Ili uweze kukua, ili uweze kubadilika na kuwa mtu bora sana kwenye mahusiano, lazima uzingatie kujenga connection kati yenu wawili, na ambayo inajengwa na vitu viwili: emotional connection na inajengwa na communication. Sio tu wakati wa shida ndio utambue kwamba mwenzako ana umuhimu, kwamba wakati una shida na mwili wake basi ndio unajitoa kwa ajili yake, au wakati ambapo wewe huna shida mwenzako ana shida basi wewe haujali kuhusu hizo hisia zake kwamba hatajua mwenyewe. Mimi ni Ticha Gonza.